Misali 23 mstari wa 4, usijitabishe ili kupata utajiri. Nazungumza ili neno la Misali 23 mstari wa 4 linasema kwamba usijitabishe ili kupata utajiri. Na maanisha kwamba kuna watu ambao wanajitabisha ili kupata utajiri. Yaani mtu yuko razi afanye, atoe kafara, yuko razi aibe, yuko razi afanye uharibifu ili apate utajiri. Sasa mimi niko katika andiko hili linasema kwamba usijitabishe ili kupata utajiri. Mtu wa Mungu, nataka nikwambie kwanza, hili neno linapingana na watu ambao yani wanaopambana kwa mambo ya giza. Maana yake kuna mtu ambaye yupo lazi auwe, yupo lazi amtoe kafara mtu ili awe tajiri. Sasa mimi nataka nikwambie kwenye andiko hili, usijitabishe ili kupata utajiri. Mtu wa Mungu, nataka nikufundishe kiufupi kabisa. Na ukiona mtu ambaye anakufundisha mambo ya tajiri, anakufundisha mambo ya tajiri, kupata pesa au kupata gari au kupata nyumba, ukiona mtumishi wako au mtu yoyote ambaye anakufundisha mambo ya tajiri, halafu wewe hauna hata kiwanja, hauna hata kuku, hauna chochote ambacho kinaitwa ambacho kiko ndani ya mikono yako, halafu unafundishwa mafundisho haya ya tajiri, utaenda kinyume na hili andiko, kwa sababu utachukua maamuzi mabovu. Kwa sababu watu wengi wanawapotosha watu. Unakuta mtu anawalingia kwamba mimi ni kijana mdogo, mimi nina hela, sijui mimi na nini, ana vitu vingi. Sasa mimi nataka nikwambie katika andiko hili la Misali 23 mstari wa 4, usijitabishe ili kupata utajiri. Maana yake kuna watu ambao walijitabisha kwenye kutafuta utajiri. Kuna watu wengine waliwaua wazazi wao, kuna watu wengine waliwaua watoto wao kwa sababu ya kujitabisha mambo ya utajiri. Sasa mimi nataka nikwambie mtu wa Mungu, ukiona mtu ambaye anakuhubiria mambo ya utajiri, halafu wewe hauna hata kazi, halafu hauna hata chanzo cha kusema kwamba utakuja kununua gari au utanunua gari kwa wakati huo, halafu mtu anakufundisha mafundisho hayo, mtu wa Mungu, hebu geuka. Mtu wa Mungu, geuka. Mtu wa Mungu, achana mafundisho ya kimashetani, achana mafundisho ya kimashetani. Mtu anakufundisha mambo ya utajiri, halafu wewe huna chochote, huna kazi. Badala mtu akufundishe njia ya kupata kazi au ya kufanya maarifa ya kimungu ili upate kuwa na kazi, ili abariki kazi ya mikono yako. Hata kama ni kazi ndogo ndogo, Mungu atakuwa anabariki humo. Lakini unakuta mtu anakufundisha mafundisho ya kitajiri, halafu wewe hauna hata kazi. Maana yake kijana, utajiona wewe kumbe ni wa ambayo sio, hufai kabisa, kwamba mimi mbona nafundishwa mambo makubwa halafu mimi sina kitu. Mwisho wa siku unaingia kwenye makundi ya kufanya uharibifu, unaingia kwenye makundi ya kufanya uhalifu. Ndio maana unajikuta sasa unachukua maamuzi ya kuua au ya kutoa mtu kafara ili upate utajiri. Sasa mimi nataka nikwambie kwamba ili andiko la Misali, sio mimi, ni andiko la Misali limesema kwamba usijitabishe kutafuta utajiri. Mtu wa Mungu, kuna vitu viwili tu ambavyo vinatakiwa, au vitatu vinatakiwa uvizingatie hata bila kushinikizwa na mtu. Tafuta kazi yoyote, tafuta biashara yoyote, fanya biashara, kisha muombe Mungu kwenye hiyo biashara aibariki. Faida utaziona humo, baraka utaziona humo.
kila kitu utaziona umo, maana mambo ya kiroho yanaanza step kwa step. Sio tu umehubiriwa na mtu kwamba bwana twende huku bwana, kuna mganga fulani, yani tukale ndagu au tukapige ndagu ili tupate utajiri. Mwisho wa siku naishia kuzimu. Na ni wengi sana katika dunia hii walitamba sana kwa kujitabisha utajiri, walitamba sana kwa kujitabisha utajiri batili, lakini mwisho wa siku waliishia kwenye majonzi, wakamkosea Mungu wao na mpaka wakajutia maisha yao hadi kuingia makaburini na kwenda kuzimu. Hasa mimi nataka nikwambie, baraka za Mungu zitakufuata mwenyewe. Kama una kazi yako, hata kama iwe ni kazi ndogo ndogo, Mungu anaingiza umo baraka. Mungu anabariki umo. Hata kama unauza karanga, hakikisha kwanza hiyo kazi unaipenda. Maana naambia kwamba hata kama ni kazi kadogo, muombe Mungu ili baraka zijae umo. Usifanye kwa kuonyesha kwa watu kwamba wewe una kazi kubwa. Mungu anabariki vile vitu ambavyo vidogo, na Mungu anainua kilicho cha chini. Sasa wewe unataka kuhubiriwa tu na watu ambao mwingine tu amemtoa kafara mamake, amemtoa kafara babake, amemtoa mtoto wake, alafu na wewe unataka kijana na wewe kufuata watu kama hao. Ni watu ambao wamemkosea Mungu, hawafai mbele za Mungu tena. Ndio maana wapo kwa ajili ya kuhubiria mambo ya utajiri. Mtu wa Mungu, mambo yote kupata maisha mazuri ni kutafuta kazi, kumwomba Mungu upate kazi yoyote ambayo inaweza kukusaidia na Mungu akatia baraka zake.